alifurahi kusikia miongoni mwa wataalamu wanaosimamia ujenzi wa mtambo wa kufua umeme ni wanafunzi wa zamani wa Chuo cha Ufundi Arusha. Naomba kipekee nichukue nafasi hii nanyi muungane na mimi kumpongeza Dr. Robert Kabudi. Tuwapongeze wataalamu wetu hawa kwa kuwa wazalendo na wenzake wote nawapongeza sana. Na niliposikia jina sijashangaa sana, nilimnongeza mkurugenzi nikaambia hawa Kabudi wanakuwa wazalendo sana. Tunashukuru sana Dokta, endelea na uzalendo wako. Imefanyika kusikia kuwa chuo kinashiriki katika utekelezaji wa mkakati wa serikali wa matumizi ya nishati safi kwa kutoa mafunzo hapa Kikuletwa. Nahimiza wanafunzi wanaosoma mkondo wa amali kuchagua masomo yanayohusiana na nishati jadidifu, kwani hiyo ni fursa kubwa katika zama hizi za mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji wa mazingira. Lakini kama mkurugenzi alivyosema kwamba nishati haifi, ni jambo ambalo tunatumia kila siku, tunahitaji umeme. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwa wanafunzi hasa vijana wetu hawa kujiunga na masomo haya. Napenda kuwapongeza sana Chuo cha Ufundi Arusha kwa kuweza kuanzisha mahusiano na viwanda na taasisi za elimu, sayansi na teknolojia ndani na nje ya nchi yetu. Aidha, ni faraja kubwa kujua kuwa mahusiano haya yametoa nafasi kwa watumishi na wanafunzi wa Chuo cha Ufundi Arusha kufanya tafiti pamoja na wenzao wa taasisi wanazoshirikiana nazo zenye kujibu changamoto za jamii yetu. Ongezeko la udahili wa wanafunzi uliotokana na ongezeko la mitaala mipya na mazingira mazuri ya kujifunzia na kufundishia limechochea ongezeko la wanafunzi wa jinsia ya kike kwenye mafunzo ya kozi za ufundi. Haya ni mafanikio makubwa kwa nchi yetu katika kumuinua mtoto wa kike. Kwa kutambua umuhimu wa Chuo cha Ufundi Arusha katika utekelezaji wa sera ya elimu ya 2014 toleo la 2023, serikali itaendelea kuboresha Chuo cha Ufundi Arusha ili vijana waliochagua mkondo wa amali wapate fursa za kujiunga na chuo hiki kinachosifika kwa ubora. Kikanda cha mafunzo ya nishati jadidifu tunaamini kuwa na ndivyo ilivyo, kutafungua fursa nyingi kwa chuo, kwa jamii ya Kikuletwa na taifa kwa ujumla. Tumejipanga ya kuhamasisha wanafunzi wa Kitanzania wanaosoma mkondo wa amali, ile sera yetu ile amali, wachague kubobea katika mafunzo ya nishati jadidifu. Na hii itatolewa hapa Kikuletwa, na hii itachangia kuzalisha wataalamu wengi sana hapa Tanzania ambao watashiriki katika utekelezaji wa mkakati wa serikali wa matumizi ya nishati safi. Lakini ya pili, mkakati ulionao ni kuhakikisha kuwa tunatangaza uwepo kituo hiki cha umahiri kwa makampuni yanayohusika na uzalishaji wa umeme katika nchi mbalimbali. Nazungumzia kwa makampuni kama TANESCO, yaani TANESCO ya Uganda, TANESCO ya Kenya. Naomba tumende lugha hii na fikiri kwa vizuri zaidi. Tuingie tuwaambie usudi. Nia yetu kubwa ni kwamba tukianza kushambaza ujenzi wa Hydro Power, wale wataalamu wao waje kupata mafunzo hapa. Maana mafunzo ni endelevu kwa wataalamu. Kwa sababu teknolojia inabadilika. Na ndio watu wamejenga kule, ukiangalia kwa mandole mheshimiwa naibu waziri, kuna hosteli kule. Ile hosteli ni adult accommodation kwa ajili ya wanafunzi wa namna hiyo. Na najua watakuja kwa sababu sasa hivi wana senta moja tu Afrika ambao wanaenda kujifunzia, iko kwa Fue Zambia. Na kwa ndio ishafika. Sasa kule sisi tunawazidi kwa sababu wao hawana hata mtambo wa kufua umeme. Wanatumia mtambo wa umeme wa TANESCO ya Zambia. Lakini vile vile hawana facility nzuri kama hizi. Vijumba vyao kwa kweli mheshimiwa ukiviona vimechoka. Kwa hiyo sisi tuna nafasi kubwa ya kwamba watakuja Chuo cha Ufundi Arusha. Na wakija hapa tunalenga nini mheshimiwa? Hapa tunalenga dola, fedha za kigeni. Wakija tuko fedha za kigeni kwa ajili ya taifa letu. Lakini vile vile tutajitangaza zaidi kimataifa. Tuwavutie wanafunzi wote ambao wangependa kujifunza masuala ya nishati jadidifu katika nchi mbalimbali Afrika na kwingineko waje hapa wasome hapa Chuo cha Ufundi Arusha. Na hili tunajua tutaongeza kwanza kutengeneza mahusiano kati ya sisi na wao, lakini vile vile wakija watalipa in terms of foreign currency. Nchi itapata hiyo foreign currency. Lakini vile vile tutaendelea kuimarisha ushirikiano wa taasisi na viwanda mbalimbali katika utoaji mafunzo yanayoendana na mahitaji ya soko. Hii ni kwa hiyo tunashukuru sana Wizara ya Nishati. Wizara ya Nishati kwa kutuunganisha na taasisi ya International Solar Alliance
Hii imetusaidia kuanzisha kituo maalum cha rasilimali za nishati ya jua. Rasilimali ya nishati ya jua kwa Kiingereza ni resource center kwa ajili ya solar energy appliances. Kituo hiki kitatoa huduma kwa pamoja, tunasema ni one stop center kwa ajili ya kujenga uwezo na vivyo upimaji wa vifaa hivi vya sola na uwekaji wa viwango au standardization na vivyo maendeleo ya teknolojia ya nishati ya jua. Na uwepo wa kituo hiki utachochea maendeleo kwenye uvumbuzi wa vifaa vinavyotumia nishati ya jua. Tunashukuru sana uongozi wa Wizara wa Nishati kwa kutambua kituo hiki cha umahiri. Na vile vile Mheshimiwa Naibu Waziri Kadina Maliza, mkakati wa tano ni tutahamasisha zaidi wananchi wa kata ya Ndungari na vijiji vyake. Maana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya alikwambia hapa ikataje Ndungari na wilaya hai kwa ujumla kuhusu fursa zinazopatikana kutokana na uwepo wa kampasi ya Kikuletwa na hivyo kuchochea maendeleo katika eneo hili. Kwanza niseme toka kifua mbele ya kwamba chuo cha ufundi Arusha kinatutoa kimasomaso kama ambavyo kilifanya huko nyuma. Mwenyekiti wa bodi aliyoko nyuma yako na mimi ni wanafunzi wa Arusha. Duniani leo hii wanatutazama kila tukienda kwamba tunapiga kazi kweli. Haya yametoka kwangu mimi mwenyekiti. Ilikuwa funzo. Chuo cha ufundi Arusha kimekuwa na sifa ya kutoa fundi bora, sio bora fundi. Ndio utamaduni wetu. Kwa kufanya hilo, tunajenga huu mtambo ukiwa na maana ya kwamba wanafunzi hawa kipekee kabisa Afrika Mashariki na Kati kitakuwa ni chuo pekee ambacho hawahitaji kwenda mafunzo ya vitendo mbali. Mwanafunzi anasoma darasani, mtambo uko pale. Ni nadharia ambayo ya kawaida kabisa wenzetu wa afya. Kilipo chuo chochote cha afya huwa kuna hospitali. Na sisi tumeenda kwenye huu mfumo kwamba lilipo darasa mtambo wenyewe upo. Mtu akitoka hapa anakwenda kufanya kazi moja kwa moja, haendi tena mafunzo ambayo anabahatisha. Kwa hiyo tembea nalo kifua mbele. Hicho ndicho mlichotuletea na sisi tunawashukuru sana.